ijue nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu. 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 Ijue nguvu. Yesu ndiye. Wafilipi wa pili na ijue nguvu iliyo ndani ya jina la nani? La Yesu. Ijue hiyo nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu. Alafu iamini hiyo nguvu iliyo ndani ya jina la nani? La Yesu. Ijue hiyo nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu. Alafu iamini hiyo nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu. Utakuwa jasiri zaidi ya simba, na lolote utakaolifanya chini ya jua hakuna atakayeweza kukuzuia, utafanikiwa. Haleluya. Ijue nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu. Iamini nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu. Lolote lile utakalolifanya wanaweza kuzuia kwa muda mfupi, lakini ushindi utakuwa juu yako daima na daima na daima na daima. Yesu ndiye sana. Yesu ndiye sana. Kwa nini sisi tuliokoka hatufanikiwaga 100%? Sababu mojawapo, hatuijui nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu. Hata kama tunaijua, basi hatuiamini 100%. Unaelewa? Unaelewa? Mtu yoyote anayejua nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu, alafu ile nguvu akaiamini kuwa ni nguvu inayopita nguvu zote, nakwambia ni jasiri. Ni mtu ambaye hata kama kimwona shetani anamtokea live hapa, hawezi kutetemeka. Anajua iko nguvu ndani ya jina la Yesu. Iko nguvu na uweza na mamlaka. Soma hapa Filipi, fanya haraka. Nitasoma kwa upako wa babangu kwani Joshua. Wafilipi 2:8 nayo inasema, tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Naam. Na hiyo ndio Wafilipi 2. Wafilipi 2:8. Ndio. 9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Kwa vile Mungu akamwadhimisha mno. Sema akamwadhimisha mno. Akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Akamkirimia jina lipitalo kila jina. Haleluya. Magonjwa yana majina, yana nguvu zake. Lakini nguvu iliyo ndani ya kansa ni ndogo kuliko nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu ya hai. Wachawi wana nguvu ndio, lakini nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu imepita nguvu zote za wachawi, imepita nguvu zote za kuzimu, imepita nguvu zote za mapepo, imepita nguvu zote za matambiko. Halo? Halo? Sema jana unaelewa? Kwa vile hivi akajinyenyekeza, alivyojinyenyekeza, Mungu akamkirimia jina lipitalo majina yote. Haleluya. Ni kweli magonjwa yana majina, ni kweli kuzimu kuna jina, ni kweli matambiko yana majina, lakini ukijua nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu, wewe hautasumbuliwa na tatizo lolote, hautateseka na kitu chochote, manake iko nguvu ndani ya jina la Yesu aliye hai. Mwambie jana ijue nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu. Mwambie. Sikia kwambie. Ukijisikia maumivu ya kichwa, si sawa?
Ukiona ni makali, si sawa unaanza kutafuta panado, sio ili unywe. Maana yako naamini ndani ya panado iko nguvu ambayo inaweza kuondoa maumivu. Wanafunzi, kwa ukinywa ile panado, ukinywa nini? Panado, unashangaa maumivu yale yameshaondoka, kwa sababu panado ina nguvu kuliko ile nguvu ya maumivu ya kichwa. Ndivyo ilivyo kwa sisi tuliokoka. Ukijua nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu, unapoona tatizo yote, watamka kwa jina la Yesu. Ukitamka kwa jina la Yesu, nasema wachawi na mapepo yanapiga kelele, yanaondoka, yanakimbia moja kwa moja. Pokea ufahamu wa kuamini nguvu ya jina la Yesu. Pokea ufahamu wa kuamini upako wa jina la Yesu. Sema Yesu nisaidie. Sema kwa jina nani? Sema kwa jina nani? Sema kwa jina nani? Anasema kwa jina la Yesu kila goti lazima ipigwe. Haleluya. Sasa goti gani? Manake goti mapepo yanapiga magoti, yanasalenda. Kupiga goti manake ni kusalenda. Kwa unaomba unisamehe, naomba kwa jina sita kuchezea. Nataka nikwambie hapo ulipo wewe unayo silaha kuliko silaha zote za Marekani, Cuba. Unayo silaha moja ambayo ni jina la Yesu ya hai. Kwa hiyo unapotembea, unapolala, unapoamka, hata kama umeamka asubuhi, watu wamekuwekea binyago, wamekuwekea mapembe, wamekuwekea matambiko, wao wasihangaike. Tamka kwa jina la Yesu. Ukishatamka jina la Yesu, zile nguvu zote zinaondoka. Uchawi unaondoka, mapepo yanaondoka, laana zinaondoka, mikosi inaondoka, kukataliwa kunaondoka. Pokea nguvu ya jina la Yesu ya hai. Pokea nguvu ya jina la Yesu ya hai. Wangapi leo wanaenda kumshinda shetani ndani ya jina la Yesu Kristo ya hai? Sema fire. Sema fire. Sema sema jamii naelewa. Sema jamii naelewa. Ukimwona mlokole anatetemeka, hajaamini nguvu ya ndani ya jina la Yesu. Ukiamini nguvu ya ndani ya jina la Yesu, hata kama ulikuwa unakula chakula, semeni, unafanya nini? Ukamaliza, wakakwambia watu chakula ulichokula kina sumu. Ukiamini nguvu ya ndani ya jina la Yesu, ile nguvu ya sumu haitakuua. Utakamata tumbo lako, utasema kwa jina la Yesu, mimi sitakufa kwa sumu. Kwa jina la Yesu, mimi ni mzima. Kwa jina la Yesu, mimi napandishwa kiwango. Kwa jina la Yesu ni hai. Hala, sema ijue nguvu ya ndani ya jina la Yesu. Sema sikia kwambie, hata kama siku moja wakakuchukua, wakakuweka katikati ya wachawi, katikati ya waganga wa kienyeji, kwa macho, ukitazama kwa macho watakuloga, lakini ukitazama katika jina la Yesu, wale ni takataka. Wale ni takataka. Wanapokuzunguka, maana wao gombani naye katika mwili, wao wanasema kwa jina la Yesu. Malaika wanalijua jina la Yesu Kristo ya hai. Mbingu zinajua jina la Yesu ya hai. Maana tunaposema kwa jina la Yesu, Yesu mwenyewe anashuka, maana umetaja jina lake. Anashuka na malaika zake, anashuka kukutetea, anashuka kukupigania. Leo nataka nikwambie kwa jina la Yesu mambo yako yatanyoka. Kwa jina la Yesu utabarikiwa. Kwa jina la Yesu hakuna ugonjwa juu yako, hakuna laana juu yako, hakuna uchawi juu yako, hakuna mikosi juu yako, hakuna kushindwa juu yako. Pokea nguvu ya jina la Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu, mimi nainuka tena. Sema kwa jina la Yesu, na wapiga maadui zangu. Sema kwa jina la Yesu, milango yangu inafunguka. Sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, mimi ni mshindi, mimi ni mshindi. Piga makofi kwa jina la Yesu. Allah, kwa jina
Ndio maana sisi huku tunakufundisha kuiamini jina la Yesu Kristo. Iamini sana jina la Yesu Kristo. Iamini nguvu hiyo ndani ya jina la Yesu Kristo. Wewe utakuwa ni mshindi unapoenda. Watu wanaweza kukadiria kwa macho ya nyama wakakuona ni mdogo, lakini ukiamini jina la Yesu Kristo, ukitamka tu, kuzimu kunyamaza kimya. Mapepo yanapiga nini? Kelele. Matendo ya Mitume, twende hapo Matendo ya Mitume. Nguvu hiyo ndani ya jina nani? La Yesu. La Yesu. Nitasoma kwa upako wa babangu kuhani Joshua. Matendo ya Mitume 3 kuanzia mstari wa 3. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana. Mtu huyu aliwaona Petro na nani? Na Yohana. Wakiingia hekaluni. Aliomba apewe sadaka. Aliomba apewe nini? Sadaka. Apewe nini? Sadaka. Na Petro akamkazia macho. Petro akamkazia macho. Pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Piga makofi mengi. Haleluya. Huyo mtu alikuwa kiwete. Nguvu ya pesa ikumsaidia ili aweze kutembea. Nguvu ya dhahabu haikumsaidia ili aweze kutembea. Hata yale magurudumu ya baskeli yale hayakumsaidia ili aweze kutembea. Alikuwa anataka kukutana na mtu aliyekuwa na nguvu ya jina la Yesu Kristo ili historia yake ibadilike. Haleluya. Siku moja wakati amekaa kwenye mlango, amewaona kina Petro amebeba makanzu. Akawakadiria, akasema, jamani, tapata milioni 2 kwao. Petro akamwambia, sina fedha, sina dhahabu, nilicho nacho ni nguvu ya jina la Yesu. Nilicho nacho ni nguvu ya jina la Yesu. Sayamani. Yule kiwete aliposikia kuwa nilicho nacho ni nguvu ya jina la Yesu, akasema, hii ni hela gani? Mbona toka nizaliwe sijaipata wa msaada? Lakini yupo karibu na kanisa, yupo hekaluni mwa Bwana. Unaweza kaingia kanisani, haujaona msaada, haujaona majibu, kwa sababu bado haujaliamini jina la Yesu. Bado hujamini nguvu ya jina la Yesu. Bado hujamini upako wa ndani ya jina la Yesu. Unapolitaja jina la Yesu, kazi inayayuka, Yesu karibu inayayuka, kila mapepo inayayuka, kila magonjwa inayayuka. Manake ndani ya jina la Yesu yote yanawezekana. Sayamani, sema jana unaelewa. Sema jana unaelewa. Sema yule kiwete amekaa, anasema Petro anamwambia, mimi sina fedha, mimi sina dhahabu, nilicho nacho nitakupa. Kimoyo mwake sema nini? Labda yeye atampa gari, labda yeye atampa nyumba. Akasema, sikia, nguvu hiyo ndani ya jina la Yesu nitaja nyumba zote unazoziona. Nguvu hiyo ndani ya jina la Yesu nitaja vitu vyote. Akamwambia, kwa jina la Yesu Kristo. Yule kiwete akainuka. Manake nguvu hiyo ndani ya jina la Yesu ilikuwa kubwa kuliko pepo na ulemavu. Leo sina fedha, leo sina magari, na kwa jina nguvu ya jina la Yesu, na kwa jina nguvu ya jina la Yesu, na kwa jina nguvu ya jina la Yesu, biashara yako inuka, roho yako inuka, watoto wako wainuka, roho yako inuka. Pokea nguvu ya jina la Yesu. Sema fire. Sema fire. Hala. Hata kama binadamu akinyamaza, ukitaja jina la Yesu tano unapata. Hata kama ndugu zako wamenyamaza, ukitaja jina la Yesu unafanikiwa. Maana ndani ya jina la Yesu yote yanawezekana. Yote yana.
Inawezekana umekunga mahali hapa, biashara yako iko kiwete, maisha yako iko ni kiwete, na kwambia sina chochote cha kukupa, ila pokea nguvu ya jina la Yesu. Pokea nguvu ya jina la Yesu. Pokea nguvu ya jina la Yesu. Chama fire. 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 Chama yule kiwete historia yake ikabadilika. Yule kiwete kuanzia pale akaanza kurukaruka. Waliomloga wakashangaa, nani amemfanya huyu atembee tena? Nataka nikwambie, waliokuloga achana nao. Iamini nguvu ya jina la Yesu kabarikiwa. Iamini nguvu ya jina la Yesu panuka. Iamini nguvu ya jina la Yesu tena viwango vya juu. Ukijua nguvu ya jina la Yesu, sema ukijua nguvu ya jina la Yesu, utakuwa jasiri sana. Nakwambia tu amke. Usikia umechukua ganga kienyeji, wanafanya matambiko nyuma yako. Haina haja kumuita baozi. Wewe unalita jina la Yesu. Jina la Yesu ikishuka, kuzimu kote kunateketea. Jina la Yesu ikishuka, mapepo yanateketea. Jina la Yesu ikishuka, nasema maadui zako wanakuwa upofu wote. Hata kama unatembea, unaamka asubuhi umeiona damu kwenye nyumba yako, acha kujisemesha. Ita nguvu ya jina la Yesu. Ita nguvu ya jina la Yesu. Ukisema ukatembea kwa jina la Yesu. Halo, sema pokea kuiamini jina la Yesu. Sema ndani ya jina la Yesu kuna nguvu ya ajabu, kuna nguvu ya utajiri, kuna nguvu ya ushindi, kuna nguvu ya uzima, kuna nguvu ya kibali. Sema soma. Nitasoma kwa upako wa babangu kuhani Joshua. Matendo ya Mitume 4 mstari wa 10. Jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima. Pigia Yesu makofi. Semeni. Wakawaenda kina Petro, wakasema kina Petro, mumeenda kwa daktari gani wa mifupa ambaye amempatia mtu huyu aweze kutembea? Mumempa vidonge gani? Mumeenda kwa mganga gani wa kienyeji? Petro akasimama akasema, sikilizeni Wayahudi, sikilizeni Mafarisayo, sikilizeni waandishi wa habari. Mumelikataa jina la Yesu, lakini hamjajua ndani ya jina la Yesu iko nguvu ya kuinua viwete, iko nguvu ya kupanya kansa, iko nguvu ya kupanya kisukari, iko nguvu ya kupanya magonjwa yote kwa jina la Yesu. Angalia ni mtu anatembea, angalia ni mtu anarukaruka, angalia ni mtu anacheza kwa jina la Yesu. Nasema mwaka huu mambo yako yatanyoka, biashara yako itabarikiwa, biashara yako itainuliwa, biashara yako itaenda viwango vingine. Maadui watashangaa kwa jina la Yesu. Maadui zako watashangaa kwa jina la Yesu. Maadui zako watashangaa kwa jina la Yesu. Yoyote anayeamini madhabahu, ukainuka, ukatembea, ukarukaruka, ukaenda viwango vya juu kwa jina la Yesu. Sema wakati namwombea mume wangu, niliomba kwa jina la Yesu. Ile roho ya ugomvi kaondoka, roho ya ulafi kaondoka, roho ya kupenda wanawake kaondoka, roho ya uzinzi kaondoka, roho ya mateso kaondoka. Leo unaniruhusu nikuombea kwa jina la Yesu. Unaniruhusu nikuombea kwa jina la Yesu. Unaniruhusu nikuombea kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wa jina la Yesu. Pokea kuinuka kwa jina la Yesu. Pokea kubarikiwa kwa jina la Yesu. Sema fire. Alo. Sema jamii leo. Sema jamii leo. Sema unaposikia mahali popote pana miujiza, miujiza yoyote unaiona iko ndani ya jina la Yesu. Iko ndani ya jina la Yesu. Ndio maana ukienda kwa mganga wa kienyeji hauwezi kuitaja jina la Yesu.
Anasema tu Mungu akuponye. Mungu yupo. Mungu yupo na mjua wewe. Usifikiri kuna Mungu na mjua wewe. Hata shetani ni Mungu. Amen. Hivyo ndio uzuri. Kila kabila ina Mungu wake. Amen. Ndio uzuri. Unapoimba kwa Kinyakyusa unasema marafiale, usifikiri ni Mungu. Kuna marafiale wao. Unaelewa vizuri? Unapoimba si nguruwe, si nyanguruwe, yule ni Mungu wa kabila. Yule ni Mungu wa kabila. Yule ni Mungu wa nini? Wa kabila. Yule ni Mungu wa kabila. Ndio maana ukiokoka, ukiimba kwa kilugha, maana yake unamtukuza Mungu kwa zaidi ya yule Mungu wa kabila. Ndio maana ukiwa na hukumu zozote, Mungu imepolani, imefunga maisha yako, nitaje jina la Yesu. Nitaje jina la Yesu utafunguliwa. Nitaje jina la Yesu utafunguliwa. Na ibada ya leo nataka nikwambie, kwa jina la Yesu utapata ajira kubwa sana. Kwa jina la Yesu utabarikiwa. Kwa jina la Yesu utasimama tena. Kwa jina la Yesu utafanikiwa. Kwa jina la Yesu utaongezeka. Utakuwa tayari kupokea nguvu. Hiyo ndani ya jina la Yesu. Sema fire. Sema fire, fire, fire. Sema fire, fire, fire. Sema pokea nguvu ya jina la Yesu. Sema pokea nguvu ya jina la Yesu. Matendo ya Mitume hiyo ni 18. Amejirani. Kila unapotembea tafakari jina la Yesu. Tafakari nguvu ya jina nani? Nguvu ya nani? Nguvu ya nani? Nataka nikwambie, hata kama nafsi yako walichukua, waliweka kwenye chupa, unapojiombea kwa jina la Yesu, chupa za kichawi zinapasuka zenyewe. Sasa zinapasuka. Ala? Sema sikia, nikupe tu mweki hapa. Sema nenda nyumbani kwako kaombe. Jehova niko mahali hapa. Jehova niko mahali hapa. Watu wapige kelele. Wacha watapiga kelele. Omba kwa jina la Yesu. Asubuhi wataandamana. Unatupigia kelele, sio kelele. Wamekula kichapo wale. Wamekula kichapo wale. Wamekula komato wale. Maana ndani ya jina la Yesu kuna nguvu na mamlaka. Nitasoma kwa upako wa babangu kuhani Joshua. Matendo ya Mitume 4 mstari wa 18. Wakawaita, wakaamuru wakisema kabisa, wala kufundisha kwamba. Soma vizuri. Wakawaita, wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha. Wakawaita. Sema Mitume John, tunawaomba msifundishe kwa jina la nani? La Yesu. Wala msubiri kwa jina la Yesu. Ubini kwa jina Jehova ile. Ubini kwa majina mengine hayo. Tunawaomba. Kwa nini? Hawa walikuwa mawakala wa shetani. Walijua ndani ya jina la Yesu iko nguvu na mamlaka ya ajabu. Say amen, say amen, say amen, say amen. Manake wajie tukiwaacha watu wakiendelea kuomba kwa jina la Yesu, wakiendelea kufundisha kwa jina la Yesu, mambo yetu yanazidi kuharibika, mambo yetu yanazidi kuteketea, mambo yetu yanazidi kuharibika. Na sisi Petro aliwaambia, ni hamna akili, siwezi kuacha kuhubiri jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nataka nikwambie, usinyamaze, inuka litaje jina la Yesu Kristo, inuka ubiri jina la Yesu Kristo, inuka liseme jina la Yesu Kristo. Sema fire, sema fire, sema fire. Mwambie nani? Usiache kulitaja jina la Yesu. Mwambie usiache kulitaja jina la Yesu. Ala, sikia mwambie, chakula chochote chenye sumu kitakuwa na nguvu kama ulitaja jina la Yesu. Ala? Ndio maana watu wengi mnajionaga mko rohoni, si usomi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni nani? Eti mko rohoni. Ala? Unapofika kwenye jambo lako lolote, nitaje jina la Yesu. Sema ewe chakula, ninakuombea kwa jina la Yesu aliye hai. Kuanzia sasa na kutakasa kwa jina la Yesu. Hata kama kulikuwa na nguvu ya matambiko, inayeyuka yenyewe, inayeyuka yenyewe, inayeyuka yenyewe, inayeyuka
jina la Yesu. Nasema inuka kwa jina la Yesu. Wakulima mwaka mkabune kwa jina la Yesu. Wafanya biashara mkaongezeke kwa jina la Yesu. Wanandoa ndoa zenu ziwe na amani kwa jina la Yesu. Kama unaamini tikisa mikono yako juu. Sema fire. Sema ehe. Sema ehe. Sema jani unaelewa? Sema jani unaelewa? Sikile kwambia, hata kama una madhaifu kiasi gani, lakini ukiamini jina la Yesu, ukitaja jina la Yesu, linashuka kutenda miujiza. Unaelewa? Unaelewa? Ukiamini jina la Yesu. Jina nani? La Yesu. Jina nani? La Yesu. Luka 9:49. Luka 9:49. Kitabu cha Luka, sio Luka kwenye kiti. Kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka. Haleluya. Nataka nikwambie unapohitaji jina la Yesu hapa, minyororo yako yote inaanguka. Mahali utaenda kuona Jumatatu, wao kukimbia watakukimbia kwa jina la Yesu. Sayamani, sayamani, sayamani. Haleluya, haleluya. Na nitaja jina la Yesu, kanisa lazima upane. Achabu lazima upane. Kisukari lazima upane. Kila aina ya magonjwa lazima upane. Sema jina la Yesu, ni ushindi wangu. Sema jina la Yesu, ni upako wangu. Sema jina la Yesu, ni ushuhuda wangu. Sema jina la Yesu. Tikisa mikono juu. Sema Yesu nisaidie. Niamini jina la Yesu. Nitasoma kwa upako wa babangu Kwani Joshua. Luka 9:49. Yohana akajibu akawaambia, Bwana mkubwa, tuliona mtu anatoa pepo kwa jina lako, tukamkataza kwa sababu hafuatani na sisi. Sema amen. Wakina Yohana sema penye mita pana nini? Penye mita pana nini? Wakina Yohana wako na Yesu, lakini hawaamini jina la Yesu. Ala? Ala? Wakina Yohana, ndio maana kuna tofauti kati ya watoto waliopokea, waliozaliwa katika Ukristo kwenye makanisa yetu ya Kipentekosti, na mtoto ambaye baba yake mama yake ilikuwa mganga kienyeji muuza pombe. Wakiokoka, hawa wana nguvu ya kuamini jina la Yesu kuliko wengine. Unanielewa vizuri? Angalia mtu yoyote ambaye amekuja makanisani, amejaa kukukosoa na kuchallenge. Pale umekosea hivi, pale umekosea. Rekebisha wewe kama ni rais. Yes. Rekebisha wewe. Unanielewa vizuri? Rekebisha wewe. Sema hawa kina Petro wameongezana na Yesu siku zote. Hapo kuna imani moja tu ikamwamini Yesu. Hivyo mwamini Yesu ikafuata wagonjwa. Ikaanza kutoa mapepo ya kansa. Ikaanza kutoa mapepo ya ulevi. Wakina Petro na Yohana wanashangaa, waya kuna jamaa ameinuka huko kwa jina la Yesu. Kwa wivu wanaenda, wewe nyamaza, wewe nyamaza, wewe nyamaza. Mbona ufatani na Yesu? Waliporudi kwa Yesu, Yesu akawakemea. Akasema mimi kwa sababu mniamini, hata mawe tainuka taamini. Watafanya kazi ninayoifanya, 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 ninayoifanya. Sayama. Na hiki ndicho kinawasumbua watu wengi sana. Huyo ambaye yuko ni dini gani? Ni zebu gani? Mbona sio zebu letu? Hawa ni Freemasoni. Nimeliamini jina la Yesu. Nimeliamini jina la Yesu. Nimeliamini jina la Yesu. Ni watu lazima watendane. Wale lazima washureni. Masikini wao matajiri. Matesa lazima wazae. Manake ndani ya jina la Yesu yote yanawezekana. Sema niamini jina la Yesu. Niamini jina la Yesu. Mwambie tena. Niamini jina la Yesu. Mwambie tena. Niamini jina la Yesu. Kila msiba uliokuwa unakutesa kwa jina la Yesu na uondoa. Kwa jina la Yesu na uyarusha. Kwa jina la Yesu na ukatakata. Kwa jina la Yesu. Nikisa mikono sema fire. Wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Piga makofi mengi mengi. Ukiona kama inakutii, si kwa sababu ni elimu, si kwa sababu unanyanyua vyuma. Ndio maana mambo ya Mungu yanawasumbua sana watu wenye elimu ya kidunia. Amen. Semeni, haya yanahitaji kuamini jina la Yesu. Jina nani? La Yesu. Jina nani? La Yesu. Jina nani? Hivi inawezekanaje
akaombea ya maji afu mtu akapona. Hiyo ni uchawi. Maana naamini uchawi. Wanaamini nini? Uchawi. Wanaamini nini? Wanaamini nini? Mimi naomba kwa jina la Yesu. Nikiomba kwa jina la Yesu, ukenda kunyunyuzia nyumbani kwako, hata kama wachawi walikuwa naweka kikao, hawataweka tena maana ndani ya jina la Yesu liko mamlaka. Ndani ya jina la Yesu tunabadilisha mambo yote. Tunaondoa mateso. Ndani ya jina. Ndani ya jina. Sema jana leo. Sema jana leo. Anakwambia wakafurahi. Wakasema Bwana, kwa jina lako mapepo yanatutii. Acha Bwana kuheshimisha kwa jina lake. Yesu akaheshimisha kwa jina lake. Hata mahali popote ambapo mimi unioni, jina la Yesu lipotoka, jina la Yesu, toka jina la Yesu, toka jina la Yesu, omba kwa jina la Yesu, kemea kwa jina la Yesu, omba kwa jina la Yesu. Sema kwa Yesu kuna uchawi. Kwa Yesu ni imani. Kwa Yesu kuna ulozi. Kwa Yesu ni imani. Sema jirani. Sema jirani. Sema jirani. Mithali 28. Angalia. Sema waoga. Sema waoga. Waovu. Wanakimbizwa, wanakimbia bila kukimbizwa. Unamshangaa mimi ni mtu alala sana. Mimi ni mtu amikosi sana. Mimi ni mtu nina nini? Huyo hajaliamini jina la Yesu. Ukiamini jina la Yesu, unasema mimi nimebarikiwa kwa jina la Yesu. Mimi nitainuka kwa jina la Yesu. Mimi nitafanikiwa kwa jina la Yesu. Kile unapoenda unalitaja jina la nani? Jina la nani? Angalia, naposha mkono wako juu. Kati ya mtu aliyokoka, ameamini jina la Yesu, na mtu ambaye hajaokoka, yuko tu makanisani, ni Mkristo, ikitokea ajali, angalia anametamka pale. Huyu aliyokoka anasema, "Kwa jina la Yesu nisaidie." Huyu anasema, "Wewe mama." Ujua huyu kilichomtawala kichwani wake ni mama yake. Jina la Yesu kikutawala, hata uone aje inatokea. Ukisema kwa jina la Yesu, mabodigadi wanakuja wanaisimamisha nyanya. Hata kama gari kwenye aende na kwa jina la Yesu, unashangaa gari imepeteruka, imesimama. Hapo unashangaa kilichosimamisha sikijui, umeitaja jina la Yesu. Mwenye jina ameshuka. Mwenye jina ameshuka. Mwenye jina ameshuka. Unapoomba mwenye jina anashuka. Mwenye jina anashuka. Ukiomba kwa jina la Yesu, mwenye jina anashuka. Anashuka kukutetea, anashuka kukupigania, anashuka kukuwezesha. Omba kwa jina la Yesu. Halo? Soma hapo. Nitasoma kwa upako wa babangu kwani Joshua. Mithali 28 mstari wa kwanza. Waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu. Sema wanakimbia. Labda mkuta unakimbia Yesu anakimbiza. Unaangalia kuna mtu. Mwambie ndio mambo na mtu mwingine anakimbia. Mimi ni mtu haraka. Mimi siwezi. Nani amekwambia? Wakiumba lana, bomoa kwa jina la Yesu. Wakiumba mikosi, bomoa kwa jina la Yesu. Bomoa kwa jina. Bomoa kwa jina. Bomoa kwa jina. Wanaolitafakari jina la Yesu, wakitazama mbele wanaona baraka, wakitazama nyuma wanaona baraka, wakitazama kushoto wanaona baraka. Leo anasema pokea nguvu ya jina la Yesu. Pokea nguvu ya jina la Yesu. Sema Yesu nisaidie. Sema Sema jina hili na mamlaka. Sema amen. Yaliza. Unaweza kusimama pale kwenye biashara yako. Ukasema kwa jina la Yesu na waita wateja wote. Mlioshiba mjisikie ila muongeze tena. Akaongeza. Maana ndani ya jina la Yesu inawezekana. Halo? Kadibisha leo. Kadibisha leo. Kaombe. Kwa jina la Yesu nataka miongo nisongee ugali atasoma. Yesu mwambie mimi nimekwambia. Halo? Halo? Nimesha mikono hapo juu. Ukiona mume wako anatolea hela chooni, omba kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu nataka mume wangu awe ananipa hela. Atatoka huko ndio nikimkumbusha. Mama nani? Nataka nikupe hela. Zote hizi nishikiaje wewe? Wewe unajua ni benki yangu. Mwambie jina la Yesu limefanya kazi. Jina la Yesu limefanya kazi. Jina la Yesu limefanya kazi. Ukiona mahali popote unaenda, upate kazi, amka asubuhi, sema kwa jina la Yesu na miki kazi.
babangu kuhani Joshua. Mathayo 7 mstari wa 22. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, hatukufanya unabii. Bwana, tuifanye unabii. Unapomtolea mtu nabii kwa jina la Yesu, atakayetimiza unabii ni Yesu. Alo? Ukimwambia mtu kwa jina leo nimekuponya kwa jina la Yesu, atashuka anayeponya. Ukimwambia mtu kwa jina la Yesu tembea, atashuka anayetembeza viwete. Ukimwambia bubu kwa jina la Yesu soma, atashuka anayefungua mabubu. Ukimwambia kwa jina la Yesu wewe kiziwi sikia, atashuka anayegusa masikio. Anasema siku ya mwisho ataniambia Bwana, tulitoa nabii kwa jina lako, tulifanya miujiza kwa jina lako. Atasema mlifanya vizuri sana, mliamini jina langu kweli, mlikubali mimi kweli, lakini tiketi ya kwenda mbinguni sio miujiza, ni utakatifu wa moyo wako, ni utakatifu wa akili yako, ni utakatifu wako wewe. Sema sikia, kama uko mahali hapa, inaweza kama unaogopa. Nada machoka iweka pepo la uzinzi. Usione sketch, kamata macho yako. Mwambie kwa jina la Yesu macho yako kuponya kwa jina la Yesu. Ukimwona mwanamke utazani ni dada yako. Hautatamani. Maana ndani ya jina la Yesu kuna nguvu ya ajabu. Ndani ya jina? Ukiona wewe ni mwongo sana, kamata kinywa chako. Sema kwa jina la Yesu pepo la uongo na kung'oa. Tena na kutupa chooni, nimekukamata na kutupa chooni. Katupe chooni wewe. Ndani ya jina la Yesu tunawezekana. Ndani ya jina? 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 Ukiona kile unapokwenda watu wanakuchukia, unadhani sura yako imeharibika. Sema wewe pepo la hasira nimekukamata kwa jina la Yesu na kuvua kwenye sura yangu, nimekukamata na kutupia kwenye moto. Utakapokwenda utakwenda kibaya. Maana ndani ya jina la Yesu yote yanawezekana. Matendo ya Mitume 16:18. 16 kuanzia mstari wa 17. Nitasoma kwa upako wa babangu kuhani Joshua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. 18. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Yule pepo na kuamuru mtoke. Hapo semeni. Paulo akageuka akasema, ninakuamuru wewe pepo ndani ya mtu, mtoke moja kwa moja. Ile pepo imesikia jina la Yesu, ikamtoka yule mtu, ikamwachia. Wewe ulio mbele yangu, ninaamuru wachawi wakuachie kwa jina la Yesu, magonjwa yakuachie kwa jina la Yesu, roho ulevi kuachie kwa jina la Yesu, roho uzinzi kuachie kwa jina la Yesu, roho mateso kuachie kwa jina la Yesu, roho ukataliwe kuachie kwa jina la Yesu aliye hai. Sayama kumbuka kwa jina la Yesu, inuka kwa jina la Yesu. Sayama. Sema jirani, inua mikono yako juu. Sikiliza. Hili jina la Yesu, inua mikono yako, fumba macho. Hili jina la Yesu natamani sana iwe ndani yako. Inua mikono yako juu, acha kufanya unataka wewe. Sikiliza nakwambia mimi huko. Jina la Yesu. Haleluya. Kwa nini unasema huu ni ukoo wangu? Hii ni jina ukoo wangu, najiamini kwa sababu umezaliwa huko, sio? Umezaliwa ndani ya ukoo. Umezaliwa na huyo mama, ndio unasema huyu ni mama yangu. Nataka nikwambie jina la Yesu lina nguvu kwa wale wote wanaompokea yeye. Inua mikono yako juu. Inawezekana kwa mtu mahali hapa shetani amekutesa miaka mingi. Shetani amekuhangaisha. Shetani amekusulubisha kwa sababu
haujazaliwa kwa mara ya pili. Ukiokoka, baba yako atakuwa ni Yesu, jina lako la ukoo itakuwa ni Yesu. Ukiokoka, ndio maana kina Petro hawa, wakina Paulo, kabla hawajampokea Yesu, walikuwa hawana mamlaka kuitaja jina la Yesu, miujiza ikatokea. Inua mikono yako juu. Huko mahali hapo unataka kuokoka, pita mbele, uipokee jina la Yesu. Hata ukitamka neno moja tu, maadui zako watapachia. Utaenda kuwaona wachawi live, utaenda kuwaona adui zako live. Inua mikono yako juu. Ndio. Inua mikono yako juu. Unataka kuokoka, pita mbele. Pita mbele kabla sijakuombea. Pita mbele. Mpokee Yesu. Usiangalie umekuja kwa nani wala nani. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Njoo. Usiogope, njoo. Niamini jina la Yesu, pokea Yesu. Inua mikono yako juu. Usiangalie unaangalia kushoto, nini unataka vile watu kwa macho yako wewe. Njoo pokea Yesu. Usione aibu. Ukimpokea Yesu, jina la Yesu ina nguvu kuliko kansa, kuliko matatizo yanayokusumbua. Unapolikiri jina la Yesu leo, matatizo yote yatakuachia. Shida zote zitakuachia. Mikosi itakuachia. Hata kama jina lako liko kuzimu, jina lako aliweka kwenye chupa, unapohitaji jina la Yesu na kuiamini, vifungo vyote vinakatika. Inua mikono yako juu, muamini Yesu. Muamini Yesu. Inua mikono yako juu. Usiwachuie watu na macho yako. Inua mikono yako juu. Usiangalie kushoto na kulia. Mtu atakaje anaogopa macho yako unapomwangalia. Tao ukitoka kusinzia ukimwangalia mtu unamwangalia kwa ukali kama unamkataza. Fumba macho yako, mwambie. Jisemeshe mwenyewe, jichunguze. Kwani umeokoka wewe? Hapo unaingia kanisani kwa ajili ya kuombewa na kutoka. Kwani umeokoka wewe? Hapo unaingia kanisani utolee unabii na kuondoka. Unabii hautakusaidia. Siku ile watu watasema, tulipokea miujiza kwa jina lako, tuliponywa kwa jina lako, watasema siwajui. Tafakari. Hata kama umekuja na mwenzio, njoo uokoke. Njoo kwa kupokea Yesu. Uzaliwe ndani ya jina la Yesu. Uzaliwe ndani ya jina la Yesu. Njoo. Hata kama umesaini miaka mingi kuokoka wewe, ukongozo saa ya toba, njoo. Inua mikono yako, njoo. Usione aibu. Njoo. Hii ni nafasi ya upendeleo kwako. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Wewe ni sita kusubiria. Yesu anakutaka uzaliwe ndani ya jina lake. Wewe una sita. Wewe Yesu amekuona. Wewe njoo. Una sita, njoo. Hilo pepo ambalo linataka kushika miguu yako iondoke kwa jina la Yesu. Pita mbele, umpokee Yesu. Njoo kwa Yesu. Dawa ya dhambi ni Yesu. Dawa ya ulevi ni jina la Yesu. Dawa ya mateso ni jina la Yesu. Dawa ya magonjwa ni jina la Yesu. Dawa kiboko cha mizimu, kiboko cha laana, kiboko cha mikosi ni jina la Yesu. Njoo lipokee jina hili. Njoo lipokee jina la Yesu. Njoo lipokee jina la Yesu. Ndio, inua mikono yako juu. Rabashaka. Ramamakaya. Lobo sikala maita. Vakata la bakuya la maita. Lobo musaya la babakuya la ma. Leke shakata la basia la ma. Leka la bakuya la maita. Leka la basia la ma maita veka la ma. Vaka shakata la mama. Ndio.
Inua mkono wako juu. Acha kusikiliza mambo yako. Anatoa muuni wake sio vya kweli. Utakuwa na nyamaza kimya, utakuombea. Nyamaza tu kimya, utafunguliwa kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, niko mbele yako. Mimi, taja jina lako. Mimi, taja jina lako. Taja jina lako, sema mimi. Unisamehe dhambi zangu zote. Ninazozikumbuka na nisizozikumbuka. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Sema Yesu. Sema Yesu. Mimi niko mbele yako. Unisamehe dhambi zangu zote. Ninazozikumbuka na nisizozikumbuka. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Sema Yesu Kristo, mimi nimezaliwa ndani ya jina lako. Ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Kuanzia leo hii, kuanzia dakika hii, mimi nimekuwa kiumbe kipya. Ina mikono yako juu, nikuombe neema ya wokovu. Nikuombe kusimama na Yesu. Ulivyokoka, kuna maadui wengi watakuchukia. Utasikia kejeli za watu wengi. Wengi watakukatisha tamaa. Wengi watakuvunja moyo. Watakwambia sisi tumeokoka miaka mingi tumebarikiwa ni wao. Niamini jina hili, ninaenda kukupa mtaji na kukupa utajiri. Ninakupa uzima. Ninaenda kubadilisha historia ya maisha yako. Ninaenda kubadilisha kila kitu chako. Niamini hili jina la Yesu. Simama ili mikono yako niombe neema ya wokovu. Baba, kwa jina la Yesu ni hai. Watu hawa Yesu wamekupokea wewe. Wamekuamini wewe. Ulimfufua Lazaro. Wanakuamini wewe. Ulimfufua Dorcas. Watu hawa Yesu wako mbele yako. Wamekuamini wewe Yesu. Wana mizigo mbalimbali. Wana mateso mbalimbali. Wewe ndio unayepumzisha watu mateso. Wewe ndio unayepumzisha watu shida. Wewe ndio unayepumzisha watu kuonewa. Yesu amekuja mbele zako. Naomba neema yako ya wokovu. Naomba neema yako ya wokovu. Naomba neema yako ya kusimama. Naomba neema yako ya kusonga mbele. Wasirudi nyuma tena. Mwokozi Yesu Kristo, wasaidie watu hawa. Watushinde watu hawa. Wakamate mikono. Yesu Kristo, nakuomba. Yesu Kristo, nakuomba. Yesu Kristo, nakuomba. Yesu Kristo, nakuomba. Baba, nakuomba. Wamekuwa kiumbe kipya kuanzia leo. Laana zote zimefutwa. Walioandikia mauti yamefutwa. Walioandikia operesheni zimefutwa. Walioandikia mahangaiko yamefutwa. Wamekupokea wewe Yesu Kristo, mwenye nguvu na mamlaka. Yesu, asante kwa ajili ya watu hawa. Yesu, asante kwa ajili ya watu hawa. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Inua mikono yako juu hapo ulipo.